Na mtazamaji lakini pia msikilizaji wa CMB Bright, nazungumza nikiwa katika ofisi ya serikali za mtaa Changanyikeni. Safari kutoka Bunju A hadi Changanyikeni Kigamboni, nimekuja au tumefika hapa kupata mawili matatu kutoka kwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti Shabani Mkonokwa, ambaye tunaenda kuzungumza naye atuambie ahadi alizozitoa wakati akiwania au kiomba kura kutoka kwa wananchi amefikia kiasi kipi, amezifanya ngapi na ametekeleza ngapi, na zipi ambazo hajazitekeleza, na anaahidi nini wananchi kuelekea ahadi hizo ambazo ameziweka. Kumbuka sisi kama CMB Bright tupo kwa ajili ya kwako wewe mtazamaji, lakini pia msikilizaji ambao unakuwa unatufuatilia kwa karibu zaidi kuweza kujua ni nini kile ambacho kinaendelea. Unaweza ukatufuatilia pia katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana YouTube kwa jina la CMB Bright, Instagram ni CMB Bright TV, lakini pia pale Twitter tunapatikana kwa jina la CMB Bright TV. Tupo hapa ofisini, ofisi ya serikali ya mtaa, na hapa moja kwa moja nipo na mheshimiwa mwenyekiti ambaye tunaenda kuanza kuzungumza naye atuambie yeye amefanya yapi katika eneo lake akiwa kama ni mkuu wa idara ya ulinzi na usalama wa tawi hili. Mheshimiwa, hongera, na leo tumefika ofisini kwako hapa kuweza kujua kipi ambacho umekifanya katika zile ahadi ambazo ulizitoa wakati wa uchaguzi kutoka kwa wananchi ambao walikuchagua kuweza kukuweka katika kiti hiki. Awali yote mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, na kama ndugu mtangazaji ulivyosema, mimi majina yangu ni Shabani Shaibu Mkonokwa. Mimi ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Changanyikeni iliyopo wilaya ya Temeke, kata ya Tuangoma. Ahadi zangu ambazo nilizitoa kipindi cha uchaguzi, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefika asilimia karibia maximum niseme 40, kwa sababu kikubwa niseme nimefika asilimia 40 kutokana na ushirikiano ambao naupata kwa watu wangu wa chini wa kuwepo wajumbe, lakini pia wananchi ambao niko nao kwa sasa hivi. Niseme tu jambo kubwa kwamba kwa sasa Changanyikeni iko salama, kwa sababu hata swala la ulinzi Changanyikeni limeimarika kwa asilimia 50 ndio bado tunaendelea kujipanga nazo, na hata uhalifu wetu upo uhalifu mdogo mdogo ambao tunasema changamoto, lakini kiasilimia kubwa Changanyikeni ni salama. Lakini pia jambo letu la miundombinu yetu inakwenda vizuri, na niseme wazi nimshukuru sana Mheshimiwa Abdalla Chaulembo ambaye ni mbunge wetu wa Mbagara. Ametupigania sisi wenye viti katika mitaa yetu yote, kwani alitoa maelekezo ya kupata greda, na mimi niseme wazi mabarabara yangu mengi ambayo yalikuwa yamekufa, ambayo ndio mabarabara makubwa yalikuwa yanaita kiunganishi, nimeweza kuyafufua kwa namna moja au nyingine. Lakini pia katika kikao chetu ambacho tumefanya tarehe 1 ya mwezi wa 3, nilimwalika Mheshimiwa mbunge Abdalla Chaulembo ambaye ni mbunge wa Mbagara, yeye akiwa kama mgeni rasmi. Ametuahidi kwamba baadhi ya mabarabara yetu atatuletea kifusi. Kwa hiyo niseme wazi kwamba tunakwenda vizuri, na hata ahadi ambazo nimezitoa, nashukuru Mungu, wananchi wanasema kwamba niendelee hivyo. Lakini pia nishukuru sana wale wote ambao walitoa support kwa namna moja au nyingine katika mchakato wa kupata mafuta ili greda iweze kufanya kazi. Lakini jambo lingine niseme tu kwamba kuna baadhi ya maeneo greda iliweza kwenda, lakini wananchi wakasema kwamba wao hawahitaji greda, kwa sasa wao wanahitaji kifusi. Kwa hiyo mimi niseme wazi tunakwenda vizuri na Changanyikeni yetu iko salama, na mimi mwenyewe kama ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama niseme wazi kwamba Changanyikeni ipo katika mikono salama. Kwenu washukuru sana waandishi wa habari wetu ambao wamekuja hapa. Karibuni sana. Hii ndio Changanyikeni. Jisikieni muko nyumbani. Asanteni sana. Changanyikeni umesema ipo salama. Kwa ahadi ambazo umezifanya, umesema umefikia asilimia 40. Labda kuna changamoto nyingine yoyote ambayo ukiwa kama mkuu wa ulinzi na usalama katika mtaa wa Changanyikeni ambao unatamani ufanyike kwa haraka, na umejikita vipi katika swala hilo? Asante. Moja ya changamoto nyingine ambayo tunayo ni swala la maji. Lakini nishukuru Mungu kupitia ofisi ya waziri wa maji Aweso alituletea CEO wa maji, mzee wetu anaitwa Bwire. Tulizunguka naye na tulikuwa naye ziara ya kata mzima, kata Tuangoma. Lakini kikubwa ametuahidi kwamba kuna maeneo yatachimbwa visima, na kuna zile bomba za maji kutoka kule Kisarawe tu maji yatakuja. Kwa hiyo mimi niseme jambo moja, niombe sana wananchi wangu wa Changanyikeni waendelee kunisupport kijana wao, na waendelee kuniombea kwa Mungu. Mimi ninaamini kama sio mwaka huu, basi mwaka kesho maji inawezekana Changanyikeni yakawepo ya kutosha sana. Na mpaka sasa barabara ambazo umeweza kuweza kuziweka sawa mpaka kwa sasa hivi ni barabara zipi? Unaweza ukazitaja kwa majina na zinapatikana wapi?
Barabara ipo mojawapo ya Ngorongoro ambayo iko block 25, lakini na barabara ya ST Da, pia na barabara ya Mwakatobe, na pia na barabara ya Fountain Gate kule maeneo ambako anaishi Mzee Nganga. Nina barabara hii ya kiunganishi cha Mikwambe na sisi ambako kuna makaburi, lakini pia nina barabara moja inaitwa Dr. Irisha Road ambayo inaunganisha sehemu ya kiwanda cha unga na kuja huku kwetu Mikwambe. Hizo ndio barabara ambazo nimeweza kuzifikia, na hizi barabara zilikuwa barabara ambayo ni korofi sana. Nimebakisha tu barabara mbili ambayo ni Miembeni Road pamoja na hii barabara kama sikosei inaitwa Kamgisha Road ambayo mheshimiwa mbunge ameniahidi kwamba atakuja kuniwekea kifusi hizo barabara. Barabara ya Miembeni ni barabara inayounganisha mtaa upi na upi? Barabara ya Miembeni ni barabara ambayo inaunganisha mtaa wa Mlimani na Mwaroni. Hiyo iko katikati ambao ni center kwenye maduka yetu. Lakini pia hii barabara kwa chini inaunganisha mtaa ambao unapandisha moja kwa moja kuja juu kwenye ofisi ya serikali yetu ya mtaa, ambao kwa pembeni kushoto kuna mtaa unaitwa Mkandawire. Okay, sasa wananchi wa mtaa huo wa Miembeni ambao wanatumia barabara ya Miembeni, unawaambia nini kwamba kwa sababu sasa hivi tunaelekea msimu wa mvua, unawaambia nini uweze kuwa na subira kuelekea utayari wa barabara hiyo? Asante sana. Barabara hii naamini kwa sababu tuna malengo ambayo tuliweka na wananchi. Tulikubaliana kwamba mnamo mwezi wa 6 hii barabara tutakuwa tumeiweka sawa, lakini pia hata mheshimiwa mbunge ameniambia kwa namna moja au nyingine atanipigania kwenye hili swala, na nimeomba nyenzo mbalimbali kwake, akaniambia kwamba kwenye hili halina shida, tutaweka sawa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba malengo yetu kufika mwezi wa 6 barabara ya Miembeni Road inawezekana ikawa imekamilika. Ahadi sasa yako kwa wananchi wa mtaa wako nao uongoza ni ipi? Ahadi yangu kubwa ni kwamba yale ambayo nimeyasema nitayaendeleza vile vile ambavyo tulikubaliana. Lakini pili niseme tu jambo moja kwamba wananchi wangu nawaomba sana tushikamane kwenye hili jambo, na sio hao tu, hata wananchi wangu ambao wako NSSF kuna baadhi ya mambo mengi wanayapitia, na mimi nimesema kwamba wote walinichagua, nitahakikisha napambania hili jambo mpaka linakwenda sawa. Kwa hiyo mimi niwaombe sana waendelee kuniombea kwa Mungu, lakini pia pale tunapoitana katika vikao mbalimbali basi waje, kwa sababu sisi ndio tunaopaswa kuijenga Changanyikeni yetu. Taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais. Ukiwa kama mwenyekiti wa mtaa wa Changanyikeni, umefikia utaratibu upi kuweza kuwahimiza wananchi kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuanza hivi karibuni? Asante. Mpaka sasa hivi tuko katika maandalizi, na naamini kama sikosei tarehe itakuwa ni tarehe 17 tutakuwa na mchakato wa daftari la kudumu. Kwa mimi niseme sana wananchi wajitokeze waje kujiandikisha ili waweze kupata vitambulisho vyao. Na sio hivyo tu, tunaendelea kupambana na kuendelea kusisitizana, kwa sababu tunakwenda sasa katika kipindi cha uchaguzi. Tunaendelea kuisisitiza amani, kwamba tuwe na amani ya nchi yetu, na kupiga kura ni haki ya kila mwananchi. Kwa hiyo mimi niombe tu kwenye tukio ambalo tunatufuata huko mbele kwamba wananchi wangu wa Changanyikeni, lakini pia Tanzania mzima, wananchi wakati utapofika katika maeneo yako, hususan kama eneo hili letu la Dar es Salaam, basi watu wajitokeze ili waende kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Umeshaandaa utaratibu fulani wa kuweza kuwahimiza wananchi kuelekea kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura? Sahihi kabisa. Huo mchakato upo na unafanyika, na tumeshuka chini kwenye viti wa mashina, na tunaendelea kuasisitiza. Hata juzi tulikuwa katika kikao chetu cha halmashauri kuu pamoja na kamati ya siasa kuwaeleza wenye viti kwamba wakasisitize watu kwamba waje wajiandikishe katika daftari la kudumu la kupiga kura. Na wakati utapofika tutakipitisha kispika, nyumba hadi nyumba, barabara hadi barabara, mtaa hadi mtaa, ili wananchi waje wajiandikishe katika daftari la kudumu la wapiga kura. Zungumza sasa na vijana, lakini pia Watanzania kwa ujumla. Unawaambia nini tunapoelekea taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua rais na viongozi wengine? Kikubwa ambacho naweza nikasema, vijana ndio nguvu kubwa ya taifa, na hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anasisitiza sana kwamba vijana ndio nguvu ya taifa. Lakini mimi niseme jambo moja, vijana tujitoeni, lakini pia kama kuna nafasi unaamini kijana unafiti, twendeni tukaipambania nafasi, kwa sababu naamini sisi vijana tunaweza. Lakini kikubwa sana niombe tuwe na amani, kwa sababu amani ndio jambo kubwa katika nchi yetu. Nikushukuru sana, nikutakie heri katika mafanikio yako ya utendaji kazi wa ofisi. Asante sana na karibu sana Changanyikeni. Nashukuru sana.
Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Allah.